إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالعياذ بالله من البدع والضلال والعياذ بالله من عذاب النار. يقول الله جل وعلا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا ثلاثة: الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مما يحدث المرء نفسه. Ndugu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa fadla na taufiki yake anatujalia siha na afya njema na kutuwezesha kuwa wenye kukutana na kujumuika tena ndani ya nyumba yake Ijumaa ya leo, mwezi 9, tarehe 9 Jamadul Awwal, yani tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 1447 Hijria, sawa na siku ya mwisho kabisa ya mwezi wa 10, yani tarehe 31 Oktoba mwaka 2025 miladia. Tunakutana hapa baada ya wiki iliyopita kukutana na kufungua maudhui ambayo tulisema kimtazamo au kwa vile tunavyoichukulia si kubwa sana, au jambo lenyewe vile linavyoonekana ni dogo, lakini lina athari nzuri au mbaya. Jambo hili lina athari nzuri au athari mbaya, itategemea na ule mchukuo ambao mtu amelichukulia jambo lenyewe. Tulikuwa tunazungumzia jambo la ndoto, na tukasema Uislamu haukutuacha hivi hivi, ulituwekea mafunzo, maelekezo, kanuni, adabu, misingi ya namna za kuyaendea mambo. Hata katika kuota Uislamu umetuwekea mafunzo. Basi katika kueleza tulisema kwamba kuna ndoto za aina 3 kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alisema kuna ndoto njema ambazo ni bishara kutoka kwa Allah, na zipo ndoto mbaya, ndoto za huzuni, za vitisho. Hizi hutokana na shaitani. Na zipo ndoto ambazo ni mrundikano wa mawazo au mrudio wa mawazo ambayo mtu anajizungumzisha baada ya kwamba amelala kutokana na yale aliyoyaona alipokuwa macho.
Tukaanza kuzichambua hizi kwa kusema Uislamu umetuwekea nidhamu kwa mujibu wa kila aina ya ndoto hizi. Aina ya kwanza ya ndoto njema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia atakapoona mmoja wenu ndoto njema, atakapoota ndoto njema, basi atambue kwanza hiyo ni kutoka kwa Allah. Allah amemuotesha. Yaani ikiwa ni ujumbe Allah anataka kukwambia, basi kakuonesha kwa njia ya ndoto ili uweze kupata taarifa fulani. Iko hivyo. Hivyo akiota mtu na amhimidi Allah. Tukaitoa hadithi ya Mtume aliposema atakapoota mmoja wenu ndoto anayoipenda aielewe ni kutoka kwa Allah, hivyo amhimidi Allah kutokana na ndoto hiyo. Kisha na asisimulie isipokuwa kwa yule anayempenda. Kisha adabu ya pili tukasema au tukaona kwamba anatakiwa aifurahie na ajipe bishara. Afurahi kwa kuoteshwa na Allah ndoto ile, na kujipa bishara ni kule kuipeleka ndoto hii kwenye tafsiri na maana nzuri. Yeye anayeota aipeleke kwenye tafsiri na maana nzuri, na ikibidi kwenda kusimulia basi amtafute mtu ambaye ni mjuzi, mwenye hekima na mwenye busara, ambaye akiitafsiri ataitafsiri kielimu. Ikibidi kuelezea atamuelezea mambo kwa hekima bila kumuumiza au kumchonganisha, na ikibidi kumficha atamficha ili asije akadhurika. Tukawa tumeacha nukta ya tatu ambayo ndio tunayoanza nayo siku ya leo. Nukta ya tatu katika kanuni na adabu pindi mtu anapoota ndoto njema, inasema ayufasiraha ala ahsanil wujuhi. Akiota mtu ndoto nzuri aitafsiri katika namna nzuri. Tulisema mathalan mtu unaweza ukaota umemuona baba yako, lakini kiuhalisia baba yako alishaga fariki. Ndoto ni nzuri. Siku zote wanapokujia watu ambao unawafahamu, watu ambao ulikuwa ukiwapenda, zinakuwa ni ndoto nzuri. Hivyo unamuota baba yako, mmekaa mnazungumza, mnakula labda au mko pahala kama familia mmejumuika, ni ndoto nzuri, ndoto ya furaha. Sasa tafsiri inakujia katika akili. Nitaitafsiri vipi ndoto hii? Hii ndoto ina maana gani? Itafsiri katika tafsiri zilizokuwa nzuri kadri utakavyoweza. Kwa hivyo nidhamu ni ayufasiraha ala ahsanil wujuhi, fa inna dhalika mimma yafrahu sadru au yufrihu sadra rai. Ikiwa utakwenda kumtafsirishia mtu ndoto yako, bwana mimi nimeota, basi huyo anayepewa kazi ya kutafsiri aitafsiri vizuri, kwa sababu tafsiri nzuri ya ndoto ndio inayomfurahisha yule muotaji. Na nukta ya pili ilikuwa ni mtu afurahi na ndoto yake. Sasa umemuota baba yako ambaye alishakufa, unanifuata nije kukutafsiria na kwambia umemuota baba yako na unasema ishaga kufa basi wewe kama ndo umemuota, wewe ndo ambaye utakufa baada yake, wewe ndo unaifuatia. Linakufurahisha hili? Sote tunachukia kufa, sikudanganye mtu. Tunachukia kufa. Kwa hivyo kukuambia kwamba tafsiri ya ndoto yako kwa baba aliyekwisha kufa, manake wewe ndo unaikaribia kufa, hii ni kukuumiza. Hata kama ukweli kwamba utakufa upo, na kifo kiko hivyo, unataka kufa utakufa, hautaki utakufa, umejiandaa utakufa, umeghafilika bado unacheza utakufa. Lakini kukuambia sasa wewe ndio unaikaribia kufa, nafikiri Mwenyezi Mungu ndugu zangu kutuficha sisi ajali, kutuficha nayo. Ni kwa nini? Mpaka tunaiona dunia ni nzuri ni kwa sababu hauna uhakika kwamba hauna habari ya kwamba kesho nitakufa, hauna. Ndio maana tunaifurahia hii dunia hii. Unajiandaa kwa furaha na kwenda kuswali, unanyoosha kanzu, lakini ungejua kwamba kutokea kwako mpaka hapa kilomita 2 njiani utakabwa na kuuliwa, ungekaa kwa huzuni. Ungekaa kwa huzuni na raha ya maisha usingeiona. Kwa hivyo hata kama utakuwa umetafsiri na ukaona tafsiri hii ya ndoto ni sahihi, si sahihi kumwambia mtu hivyo. Si sahihi kumtafsiria mtu muotaji ndoto kwa sampuli hii.
Kwa hivyo itafsiri ndoto vizuri ili umfurahishe muotaji, na ndio lengo la kuota ndoto nzuri. Kwa hivyo kutafsiri ndoto vizuri humfurahisha muotaji, wa yazidu fi istibsharihi, na huongezea bishara kwake, kule kuipeleka ndoto katika maana nzuri huongezeka pindi unapompatia maana nzuri ya ndoto, wa tawqi'ihi lilkhairi, na kumfanya aendelee kutegemea mambo mazuri. Na ndio maana hata usipoipatia tafsiri ndoto, na tuelewe ndugu zangu, Qur'ani ipo sio kwa sababu tusome tu, usome na uzingatie wakati unasoma. Na alhamdulillah sio lazima uwe mwalimu shekhe sana. Sasa hivi kuna hata vitabu vya tafsiri. Hebu ichukue Qur'ani, soma suratu Yusuf, kisome kile kisa. Wakati Yusuf anaota, wanawachuoni wanasema alikuwa na umri kati ya miaka 4 mpaka 6. Alikuwa ni katoto kadogo. Sawa? Alipoamka asubuhi akaenda kumwambia baba yake nimeota, baba yake hakumweka chini akamwambia mwanangu sikia ndoto hii maana yake ni hivi ni hivi, kwa hivyo fanya hivi. Hakumwambia hivyo. Hakumtafsiria. Yeye aliposikia ile ndoto ya mwanae alimzuia asizungumze, akiwa anajua hii ni ndoto njema, ukiizungumza kwa ndugu zako fayakidu laka kaida, watakufanyia vitimbi, hivyo usizungumze. Kamficha maana Yusuf bado ni mtoto. Ndoto hii amekaa nayo Yusuf kwamba nimeota mpaka anafikisha miaka 40 na kitu, anakuwa ni mtukufu Misri. Ndo wanakuja wazazi wake na ndugu yake na wanamsujudia. Yusuf ndo anamwambia baba yake, hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, sasa hii ndo tafsiri ya ile ndoto yangu ya zamani. Miaka mingapi imepita? 30 na. Kumbe kuwa na ndoto umeota si lazima ujue tafsiri, si lazima, bali muhimu ni kuipeleka kuzuri na kuomba dua. Kwa hivyo unaweza ukaota ndoto ya furaha, na Mtume ametuambia ukiota ndoto ya furaha tema kulia, kisha muombe Allah kwamba ni jambo la kheri likiwepo kwenye ndoto hii, jambo la kheri alikuletee. Wakati tunapigana nini, nimeota nitafsirie, mpaka unamtafuta mtu yoyote akutafsirie. Lazima ujue maana. Ni lazima ilikuwa. Si lazima kujua maana ndugu zangu. Muhimu ni uombe kheri. Ikiwa hicho anachokuonesha Allah ni cha kheri, kikujie. Ikiwa anachokuonesha ni cha shari, kikuepuke, akuepushe nacho. Basi unaweza ukajua kisha usipate. Mwangalie hata Nabii Musa alayhi salatu wassalam, alipotoka Misri anakimbia akaingia Madian, anasema falamma warada ma'a Madian wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun. Alipofika kwenye maji ya mji wa Madian, alikaa pembeni, akawaona watu wamezunguka, wamezingira pale, wako wanachota maji. Watu wanachota, alafu wanachota kwa kupigana vikumbo kwamba mwenye nguvu ndo anachota maji mwanzo. Kisha nyuma yao kukawa wanawake wawili, kwa kuwa hawana nguvu wao wamesimama tu, na wamesimama muda mrefu, mpaka wanaokuja baada yao kwa kuwa wana nguvu wanachota na kuondoka. Musa akawafuata akamwambia, ma khatbukuma, na matatizo gani nyinyi? Mmefuata nini hapa? Mbona mpo tu? Wakasema la nasqi, sisi hatuwezi kuchota hapa hata yusdira ar-ri'a, mpaka wenye nguvu zao wajaze hapa vyombo vyao, waondoke, tubakie peke yetu. Ndio kawaida, sisi tunarejeaga usiku, sisi ni madhaifu, hatuna uwezo wa kupigana vikumbo na watu. Musa, Allah anasema fasaka lahuma, akawachotea maji, thumma tawalla ila dhilli, kisha akarejea kwenye kivuli chake. Faqala, akasema kumwambia Allah, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Sawa, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kwamba kitendo hichi cha kuwaleta hawa watu kama kina kheri yoyote ile ambayo itakuwa imenitokea, kwa sababu hawa watu kawaida kila siku wanakujaga hapa na kila siku wanaondokaga usiku. Leo ninawaondoa mchana, manake watakwenda kueleza kule. Ikiwa habari zangu kujulikana kule zitakuwa na kheri, na iomba kheri hiyo inijie. Sawa, inni lima anzalta ilayya min khairin
fakir. Mwanadamu unatakiwa uwe hivyo. Hata kwenye ndoto tawaka mazuri na umuombe Allah. Usianze kulazimisha ndoto hii huenda ndio kadhaa. Na tushasema Mtume amesema ndoto inaning'inia. Ukiifasiri tu inatokea. Ole wako sasa. Ole wako. Kwa hivyo adabu ya tatu ni hii. Uitafsiri kwa njia iliyokuwa nzuri. Kutafsiri ndoto kwa njia nzuri kunamfanya aliyeota awe ni mwenye kutarajia na kutumaini katika kheri. Walmuslim mutalabun bitafauli, na Muislamu mara zote anaombwa awe ni mwenye dhana njema. Achana na hizi tabia zetu tulizonazo. Unaamka asubuhi ile unafungua mlango unakuta kunguru ilikuwa pale ndio inaruka, sema kunguru tena asubuhi. Siku mbaya sana hii. Wewe sio Muislamu. Waislamu hawawi hivyo. Muislamu hawi mtu ambaye anaamini katika mikosi. Yaani ile unatoka huko unazunguka tu ndo napaka ilikuwa imetaka kuingia huko sehemu ya kutawazia kunywa maji inakimbia mbele yako. Sema ya Allah. Paka tena mbele yangu. Amespiti hapa, bora nikasalie ndani. Msikitini hauingii tena. Kuna watu wako hivyo. Anataka kusafiri akigonga mbwa safari imekufa. Mkosi huu. Hapana bwana, sisi Waislamu tunahimizwa na tunatakiwa kuwa watu wenye tafaul. Zamani tulikuwa tukikaa unasikia kuna ndege analia. Yupo ndege huwa na mlio huo. Inajulikana kumbe ni ndege anaitwa kihuna. Ibu. Ukimsikia tu utasikia kama ni wazazi wazee wamesikia huko peleka mikosi yako huko ikatokea kwenu, kwamba ni mchawi ametumwa anakuja kuanga. Maskini kumbe ni ndege. Kawaida ya ndege hawa hutembeaga usiku kwa sababu usiku ndo macho yao yanaona kama macho ya paka. Wao chakula chao ni panya, na panya muda wa kutembea kwa kujiachia ni usiku. Kwa hivyo hawa na wao hutoka usiku wakiwawinda panya. Hasa ukishasikia tu tayari unaanza kulani. Yatokee kwenu huko, utajijua mwenyewe hapa hapo. Bwana ungesema Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ukiona kitu ambacho watu wanakiitakidi katika mikosi, muombe Allah. Hasa mara nyingi ilikuwa watu wanaitakidi katika hivi vitu vya ndege. Mwambie Allah, Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Allah, hakuna ndege yoyote yule isipokuwa ni ndege wako. Na hakuna kheri yoyote isipokuwa ni ile inayotoka kwako. Na hakuna mola isipokuwa wewe. Kwamba kama huyu ndege ni wa kwako wewe, hivyo nijalie kheri zinazotoka kwako, kwa wewe ndio mwenye kheri zote. Wewe ndio Mungu wa pekee. Badala ya kuanza kulalamika, umeona paka mkosi. Sijui tuliona video njiwa sijui ilijizingazinga huko na tukamba ikatoa kwenye ua wa mtu katika walimu zetu. Allahu Akbar, alishusha Qur'ani zote mpaka kwa inataka kumkauka. Yahe, mbona usiseme ndege huyu alikuwa ametegwa, amekimbia na mtego? Mbona usemi hivyo? Ukiweza kuitafsiri jambo lolote kwa upande wa kheri unasalimisha hata akida yako. Muislamu anatakiwa awe na tafaul. Kwa hivyo almuslimu mutalabun, Muislamu anatakiwa awe ni mtu mwenye tafaul, kuamini upande wa mambo mazuri, wa ihsanu dhanni billah, na kuwa na dhana njema kwa Allah Ta'ala aliyekuwa mtukufu, fi kulli ahwalihi, katika hali zote. Katika hali zote, kwamba ukiona njiwa ndio useme alhamdulillah, ukiona kunguru sema a'udhu billah. Hapana, kisa tu kunguru ni mweusi ndo rangi yake hiyo, na wala haiwezekani kunguru awe mweupe ili ndo awe nakuja na habari njema au awe ni waheri. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema, idha raa ahadukum ar-ru'ya al-hasana, atakapoota mmoja wenu ndoto iliyokuwa njema nzuri, falyastabshir falyufassirha, atakapoona mmoja wenu ndoto iliyokuwa nzuri,
Falyufasirha, na itafsiri, yani katika tafsiri iliyokuwa nzuri. Waliyukhbir biha, na aisimulie, aielezee kule kama alivyosema, ielezee kwa yule ampendaye. Wa idha raa ru'ya alqabiha, na atakapoota na kuona ndoto iliyokuwa mbaya, fala yufassirha, asitafsiri, wala yukhbir biha, wala asielezee, asisimulie kwa watu. Hii iko katika musannad katika kitabu At-Tamhid cha Abi Ibn Abd al-Razzaq. Kwa hivyo nidhamu ya tatu ni hii: ikiwa mtu ameota ndoto iliyokuwa njema. Ama zinapokuja ndoto ambazo si njema, ndoto mbaya, maana kila wakati ndoto zinakuwa ni nzuri, au kila wakati mtu anakuwa amechoka au ana mawazo, sasa kinacherejea ni yale mawazo sasa aliyokuwa anawaza. Hapana, wakati mwingine tunaishi bila kujitambua kama ni Waislamu. Kwa hivyo zipo talaubi za shaitani. Kuna wakati mtu unaota kweli kama ile ndoto ya yule sahaba ambaye ni Arabiyu, ni mbedui. Alikuja kwa Mtume akakaa naye kabisa, akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimeota ninakatwa kichwa alafu kinatupwa, kinabiringika, kinakwenda kinazunguka, kisha ninakikimbilia. Ndoto gani hii? Mtume akamwambia, toka hapa. Akamng'ang'ania. Kwa hivyo ukiota ndoto zilizokuwa mbaya kama hizi ufanyeje? Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa man walahu wa ba'd. Nidhamu iwapo mtu atakuwa ameota ndoto ambazo ni mbaya. Kwanza, ukiota ndoto mbaya, tulisema nzuri unatema kulia. Mbaya ukiota, kwanza unafanya isti'adha kwa Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Unamwambia Allah hivi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, najilinda kwa Allah kutokana na shaitani aliyokuwa mwenye kulaaniwa, aliyotengwa mbali na rehema za Allah. Na Mtume ashasema ru'ya tahzin minash shaitan, ndoto zilizokuwa mbaya za huzuni, hizi zinatoka kwa shaitani. Kwa hivyo ukiota ndoto mbaya, mlani shaitani. والاستعاذة من الشيطان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا رأى غير ذلك مما يكره. Na iwapo mtu ataota ndoto nyingineyo, yani isiyokuwa hiyo nzuri, katika zile ndoto ambazo anachukia, fa innama hiya minash shaitan, ndoto hiyo inatoka kwa ibilisi shaitani. Falyasta'idh min sharriha, hivyo ajilinde kwa Allah kutokana na shari hizi za shaitani na shari za ndoto hiyo mbaya. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, katika mapokezi mengine, wal hulm minash shaitan, na ndoto mbaya ni kutoka kwa shaitan. Fa idha halama ahadukum falyata'awadh min, ndoto mbaya ni kutoka kwa shaitani, hivyo atakapoota mtu ndoto mbaya na ajilinde kutokana na shaitani huyo. Nukta ya kwanza. Kwa hivyo umeota ndoto mbaya kama ya sahaba huyu ya kukatwa kichwa, unaota unakimbizwa na simba, unaota uko kwenye nyumba inawaka moto, umeota umezama na umekufa, unashtuka. Unajua kuna wakati unaota kitu kibaya kabisa, mpaka ukishtuka unajishika. Oh, alhamdulillah, kumbe ilikuwa ndoto. Unamshukuru Mungu, jasho linakutoka. Kumbe ilikuwa ndoto. Mwenyezi Mungu apishie mbali kisije katokea hichi. Yes, apishie mbali kisije katokea. Maana kitokea ndio ulikuwa umekwenda hivyo, sio? Kwa hivyo ukiota ndoto mbaya, mlaani shaitani. Pili, an yabsuqa au yatfala au yanfatha
an yasarihi thalatha. Ukishamlani shaitani moja, pili tema upande wa kushoto mara tatu, yani mara tatu. Nimesema ni kutema kule kwa ile inaitwa nafas. Hivyo upepo unaambatana na vijimate kwa mbali, sio mate mate kweli. Wayuqina bi annaha la tadur, kisha aweke yakini, sio ajue tu, aweke yakini katika nafsi kwamba hakuna dhara litakalomfika. Nimeota hakuna litakalomfika, niko na Mwenyezi Mungu. Atie yakini hii katika nafsi. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kwa kauli ya Mtume sala na salamu ziwe juu yake, anasema fa idha halama ahadukum hulman yakrahu, atakapoota ndoto mbaya mmoja wenu, ndoto anayoichukia, falyamfuth wa fi lafzi falyabsuq an yasarihi thalatha, na ateme upande wa kushoto kwake mara tatu. Waliyata'awadh billahi min sharriha, na ajilinde kwa Allah kutokana na shari na balaa hili la ndoto hii mbaya. Fa innaha lan tadurrahu, akifanya hivyo haiwezi kumdhuru ndoto yake aliyoota. Akimlani shaitani kisha akatema upande wa kushoto, haiwezi kumtokea, yani ule ubaya aliouota katika ndoto hautomfika. Umeota unakabwa na unaishi kwenye mji wa ukabaji, ukishtuka tema kushoto, mlani shaitani, na hayata kutokea haya ulioyaota. Jiamini sasa. Mimi nimeota ninakabwa bwana, lakini mimi hawa niwezi bwana. Usielezee kwanza, kanuni iko hivyo, usielezee. Lakini wanataka ujifanye ni champion. Ndo story sasa. Yatakutokea my friend. Na Mwenyezi Mungu hajaribiwi. Usithubutu kumjaribu Mwenyezi Mungu. Anaweza akakuonjesha ili akutie adabu, na sunna ya Allah iko hivyo. Anataka akuonjeshe ili ujue kwamba ulikosea njia. Wa kaunu albasqu yasaran lianna jihata alyasari mahallu alaqdar. Kwa nini huku kwenye ndoto nzuri ulitemea kulia, na sasa unaambiwa ndoto mbaya utemee kushoto? Sema kushoto ndio sehemu ya vilivyokuwa vibaya. Tukiingia chooni tunaingia kwa mguu wa kushoto, tukiwa kule tunajisafisha kwa mkono wa kushoto, na nyinyi mnajua hivyo. Hata kwa wale ambao wanakataa mafunzo ya dini yetu, ifike muda wa kusalimiana umpatie mkono huu, atakustaajabu. Kumbe wanajua, kwani kuna pahala ambapo wao wamesoma kwamba tusalimiane hivi. Ni mafunzo kwamba Mtume amesema ukisalimia salimia hivi, ukitoa mkabidhi mtu hivi, pokea hivi. Kwa hivyo huku kushoto tumeelekezwa kufanya hivyo wakati wa kuota ndoto mbaya, kwa sababu ni sehemu ya vilivyokuwa vibaya. Ikhwatal iman, bado hotuba yetu ni ndefu na inaendelea, lakini maalasafi muda unakwisha na umekwisha zaidi. Wacha tusimame hapa. Insha Allah tukipata tena fursa na nafasi wiki ijayo tutakuja kuendelea, na tutaanza mapema, huenda tukamaliza nukta hizi. Lakini tukumbushe tu kwamba ndoto hizi tunazidharau, lakini zina athari katika maisha yetu. Ndoto tunazidharau, ila zina athari katika maisha yetu. Mafunzo ya Uislamu hayakutuacha sisi ati kwa sababu ni ndoto tu. Sahaba huyu aliyeota akataka kuambiwa kwa nini anaota kichwa kinatembea. Mtume alimwambia la tukhbir au la tuhaddith an tala'ubi shaitan bik, hata siku moja usikae ukawasimulia watu vile shaitani anavyokuchezea usingizini. Usisubutu. Huo ni mchezo wa shaitani, kwa hivyo usiusimulie. Tunamwomba Allah atuepushe na shari za vile tunavyoviota. Ikiwa tunaota yaliokuwa mazuri atuletee katika hali ya uhalisia. Tunamwomba Allah tujalie miongoni mwa wanaosikia maneno wakachagua mazuri na kuyafanyia kazi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyik wa abdika wa rasulika wa alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين ونكس أعداءك أعداء الدين
واهلك الكفر والمبتدعة والمشركين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعثنا من موجبات الندامة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.